jitenge na ukatae kuendeshwa na nguvu za giza. Hapa sasa ndio alikuwa anakutajia, namna unaweza kufanya kupata ushindi dhidi ya mamlaka za giza. La kwanza ni toba, la pili kutembea katika neno la Mungu, la tatu ni kujitenga na kukataa kabisa kuendeshwa na nguvu za giza. Yale mambo ulikuwa unafanya sio mazuri, jitenge nayo kabisa, jitenge nayo. Kuna tabia ulikuwa nazo ambazo yani wewe ukai ibadani ukafuatilia ibada kuanzia sifa mpaka neno. Kuna mtu hawezi kabisa. Lazima ameshaenda chooni mara 5, ameshaenda kunywa maji mara 5. Yote fikiri ndani ya mwili kuna msuguano, kuna chai ya moto. Ataenda kunywa maji mara 2, ataenda chooni mara 10. Ibada hii inaendelea. Hii ni shambulizi ya nguvu za giza. Lakini kuna ile tabia ya kukosa hamu ya ibada. Siku ukiona watu na level zile za kukosa hamu ya ibada. Unakosa hamu ya ibada. Wewe umemilikiwa. Manake mwili wako hauko huru. Unahitaji deliverance. Na namna kutoa unashambuliwa ni hiyo. Utasikia uzito wa kuomba, uzito kufunga. Unasikia uzito. Yaani kiambiwa kuna sherehe Mbagala. Sherehe ya nani? Hata umri. Anaitwa Dafroza jamani. Kumjusha safi. Kwenye sherehe ya Dafroza. Dafroza humjui. Ukiambiwa pale Revival Center PHM kuna ibada ya moto ya nguvu, usikose ile ibada. Kisingizio kibao. Sherehe ya Mbagala ya Dafroza ambaye humjui Dafroza mwenyewe. Unavaa mpaka vizuri, unavaa na kiatu kirefu, unajipodoa na rangi ya kucha, nywele, macho, pua, kila kitu. Kama ipata bahati mbaya ukatoboa na pua, unaweka na kipindi kinaning'inia hivi. Heleni unavaa zile kubwa ambazo zina weight ya gramu 5. Kuna tembea zinapepea hivi, sikio unarudi imerefuka. Uko kwenye sherehe ya Dafroza. Na ukifika, ndio wale wakifika kwenye sherehe, na mama wanapocheza kwenye sherehe za watu. Na wewe sherehe. Msiba sasa ndio mahali pa. Na hiyo kwenye msiba kuna na vyakula pia. Msibani. Uko wapi dada? Niko msibani. Wiki ile pia uko wapi? Msibani. Wiki hii uko wapi? Msibani. Una dharura gani dada? Msiba. Yaani anasaka misiba kila mahali. Hii ni dalili. Yaani ukiona yale mambo ya kawaida ndani yako yana nguvu sana. Siku ukijiona yale mambo ya kawaida yana nguvu sana kuliko yale mambo ya rohoni, utaushinda mwili bado. Adui anaweza kukushikia kwa wote. Yaani kuna watu ambao hata anaweza kama Afrika Mashariki, anaenda labda sijui somewhere, na mara alivyokaa tu ikamfanya siende kanisani. Angependa bike ya kifani ndio aende kanisani, lakini alikuwa kazini huyo. Alikuwa kazini kwenye heka zake labda Kariakoo. Ni ibada ya katikati. Anaona siwezi kwenda kanisani nilivyovaa hivi. Kule fulani ataniona. Yaani hata kama ibadani kwa sababu outfit yake yeye angependa aende na outfit ya kufuta tu watu. Mtu ambaye atashinda mamlaka za giza ni mtu atakaye develop ile intimacy, ile relation, ule ushirika wa yeye na Mungu, na mambo ya mwilini akakubali. Hizi tabia za asili zinameza utaua, zinaondoa utukufu kwa mtu, anaamua kuzishinda. Amen. Sijasikia amen. Serikali ya mashetani inashindwa pale ambapo mtu anaweza katembea katika hizi dimensions zinazokutajia. Lakini jambo